makofi kwa Bwana, alafu unaketi kwenye kiti chako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunamshukuru Mungu sana kwa neema na fadhili zake, kwa namna ambavyo ameendelea kuwa pamoja nasi na kwa namna ambavyo ametupa kibali cha kuweko mahali hapa ili kuja kutumika. Na ninamshukuru sana baba msaidizi pamoja na mchungaji kwa kutuamini na kuturuhusu kufika mahali hapa kuja kutumika kwenye hii madhabahu ya Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kwa majina ninaitwa Mwalimu Paul Dofu, ni mwenyeji wa Mwanza lakini kwa sasa nipo Dar es Salaam. Ninatumika kama mwalimu wa neno la Mungu. Tumefika mahali hapa pamoja na mtumishi ambaye tupo naye, na jioni atakuwepo kwa ajili ya kuendelea na semina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameniita kumtumikia kama mwalimu kupitia neno la Mungu, lakini pia amenipa neema. Nimepita kidogo kwenye shule ya theolojia. Amenipa neema, nina masters ya theolojia na maendeleo ya jamii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi funika macho yako tuombe kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu na mwenye haki. Ninalibariki jina lako na kulitukuza kwa ajili ya neema na fadhili na uweza na nguvu za kwako. Asante Bwana kwa ajili ya siku ya leo ambayo ni siku muhimu sana kwa ajili ya maisha yetu. Roho Mtakatifu, tukukaribisha tena mahali hapa, sababu tunapozikumbuka hizi nyakati, Bwana, tunaona na tunakumbuka namna ambavyo lishuka na kanisa likazaliwa kwa nguvu na ushuhuda na uweza, na likatembea na wewe kwa udhihirisho wa kwako. Na mimi Bwana, ninatoa ujana wangu asubuhi ya leo kwenye hii madhabahu, kanitumie kusema na kanisa lako hili na watoto wako hawa kila ambacho umeweka ndani yangu. Baba yangu na Mungu wangu, yeyote aliyekuja mahali hapa akapokee na akauone utukufu wako na nguvu zako, na ukafungua na fahamu zako, kwa maana wewe unalituma neno lako ili waponye na kuwatoa katika maangamivu yao. Lithibitishe neno lako siku ya leo mahali hapa kwa uweza na nguvu na mamlaka itokayo kwako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama ambavyo tumesomewa kwenye kalenda yetu, majira haya ya Pentekoste tuna somo ambalo tunatembea nalo linalohusiana na Roho Mtakatifu. Na asubuhi tulipata nafasi ya kupita na kuelezea, kujifunza vitu vingi kwa habari ya Roho Mtakatifu, na tuliongozwa na kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Kile kitabu cha Matendo ya Mitume nafikiri kipo kwenye kalenda yetu, ile sura ya 2 na ule mstari wa 5. Biblia inasema walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Bwana Yesu asifiwe sana. Tulitazama kwa habari ya Roho Mtakatifu, tukasema mtu anapozungumza Roho Mtakatifu kwa lugha nyepesi ni Roho wa Mungu anayeshiriki asili moja ya uungu pamoja na Baba na Mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ni kama ambavyo wewe una mwili, una nafsi na una roho. Hauwezi ukamtaja Baba alafu usimuhusishe Roho Mtakatifu. Na ndio maana hata Yesu na yeye aliongozwa na Roho Mtakatifu. Biblia inashuhudia na inasema kwenye mambo mengi imeandika na inaelezea
Bwana asifiwe sana. Na tulitazama mambo mengi kuhusiana na Roho Mtakatifu, tukalieleza kanisa, tukaonyesha kazi za Roho Mtakatifu, na nikasema moja ya kazi anayofanya, anashiriki katika uumbaji. Maana yake anaweza kaumba, akatengeneza maisha ya mtu, na ndio maana hata dunia ilipokuwa inaumbwa, Biblia inasema Roho wa Bwana akatulia juu ya vilindi vya maji. Maana yake katika uumbaji na yeye alikuwepo, anashiriki. Na ndio maana hata inasema na tufanye. Hakusema na nifanye, akasema na tufanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilipokuwa mahali hapa, nimesikia sana leo tupite kwenye hichi kipengele kidogo ambacho kitatusaidia tulipo na tunapoelekea. Na mimi nimekuombea upate kuelewa na kusikiliza kwa makini, kwa sababu kijifunza hichi kitu kitakusaidia sana. Andika, kichwa kinasema jinsi ya kujiandaa katika roho ili kukabiliana na majira yaliyobeba mapito ya kurudi kwa Yesu. Jinsi ya kujiandaa katika roho ili kukabiliana na majira yaliyobeba mapito ya kurudi kwa Yesu. Jinsi ya kujiandaa katika roho ili kukabiliana na majira yaliyobeba mapito ya kurudi kwa Yesu. Naomba tusome kile kitabu cha Mathayo sura ya 24 kuanzia ule mstari wa kwanza hadi wa 14. Fungua pamoja na mimi ili wote tusome, tudhibitishe. Sije ukasema ni Biblia ya mtumishi ndio inasema hivyo. Mathayo sura ya 24 kuanzia ule mstari wa kwanza hadi wa 14. Maandiko yanasema, Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti nyinyi mpate ziki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hili ni swali ambalo Yesu alikuwa na wajibu wanafunzi wake baada ya kumwendea kumuuliza. Na kwenye hili swali na sisi tunatamani tulitazame na tulijibu, kwa sababu walimuuliza mambo matatu, na ndio ambayo leo tutayajibu mahali hapa na tutapata nafasi ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Rudi hapo hapo kwenye ule mstari wa 3 tuone maswali ambayo walimuuliza Yesu. Yawezekana hujawahi kuyaona, lakini kuna maswali ambayo wanafunzi walimuuliza. Anasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake
wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Swali la kwanza, si ndio? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Swali la pili, na ya mwisho wa dunia. Bwana asifiwe sana. Walimuuliza haya maswali matatu Yesu, hawa wanafunzi wake. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kutoka kwenye hekalu, wanafunzi wakawa wanamuonyesha uzuri wa hekalu, ndipo ambapo aliwajibu akawaambia, mnayaona haya, halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa lile swali naamini liliwafanya kutafakari mpaka ikafika mahala wakamuuliza, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Na wakamuuliza jingine, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu aliwajibu, kitu cha kwanza nafikiri kishaga tokea, hilo hekalu la Yerusalemu lilibomolewa na Warumi mwaka wa 70 BK na ulijengwa msikiti, na mpaka sasa hivi nafikiri huko kuna msikiti. Hilo hekalu lishabomolewa na ukajengwa msikiti mahali pale. Lakini alipomaliza hapo akaanza kuelezea hizo dalili za kuja kwake, lakini huko mwishoni alikuja kuwajibu pia na mwisho wa dunia. Na moja ya kitu aliwaambia, mimi sijui ila Baba ndiye anayejua mwisho utakuwa lini. Lakini kanisa liliachiwa dalili zaidi lijifunze kupitia hivyo vitu, ndipo ambapo watatambua kwamba kadiri wanavyoona zile viashiria au dalili, ndipo ambapo watajua tupo kwenye nyakati zipi na tupo kwenye majira yapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi ndipo ambapo ninatamani leo dakika chache hizi tujikite, tutazame hizo dalili za kurudi kwa Yesu ambazo Yesu aliwajibu wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto wa Mungu, kati ya kitu kigumu sana saa nyingine kulielezea kanisa na likaelewa ni kwamba duniani tunapita, hatukai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama tunapita na hatukai, maana yake kuna mahali tunakoelekea. Na ndio maana hata Yesu kipindi anawaaga wanafunzi wake walisikitika sana na kusononeka kwa nini anawaacha. Lakini akawaambia ya kwamba inanifaa mimi niondoke, lakini atakuja Roho Mtakatifu atakaa pamoja na nyie. Ndipo ambapo aliwaambia, sitawaacha yatima. Akawaambia atakuja Roho Mtakatifu, na akawaelezea kazi zote atakazokuja kuzifanya kwao na kushiriki kufanya kwenye maisha ya kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na aliwaambia, mimi ninaenda kwa Baba kuwaandalia makao, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alipokuwa anajibu hizi dalili za kuja kwake, aliongea mambo mengi sana na akawa naelezea, na moja ya kitu ambacho alikiongea, akaongea kwa habari ya upendo wa wengi kupoa. Maana yake moja ya kiashiria cha dalili mojawapo ya kwamba tupo kwenye majira ya karibu kuja kwa Yesu ni dalili mojawapo ya upendo kupoa au kufa ndani ya watu. Manake kitu cha kusaminiana na cha kuwa na ushirika kwenye maisha yetu. Nilishangaa sana siku moja, sio kitu kizuri, baba yangu aliniambia, mwanangu, sisi kipindi tunazaliwa tulikuwa tunaogopa simba na fisi. Na akaniambia, lakini leo tunaogopa zaidi mtu kuliko wanyama. Anasema ni aheri ukutane na mnyama mkali kuliko kukutana na mtu. Ilinipa shida sana, lakini ilibidi tu kwa sababu ninapata nafasi ya kusoma maandiko nikaelewa anaongelea kitu gani. Na ndio maana ukisoma hata Paulo alikuwa anamwambia mtoto wake wa kiroho Timotheo,
akamwambia nyakati, akamwambia angalia, siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Alipokuwa anamjibu hivyo vitu akasema, kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wasiotaka suluhu, wenye kiburi. Akaelezea mambo mengi sana. Baada ya kuelezea hivi vitu, akamwambia Timotheo, akamwambia, mwanangu, hakikisha unajitenga na watu wa namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu watakukwamisha. Na mbaya zaidi, saa ingine tunapata nafasi ya kutafakari na kuwaza, naanza kuwaza kama upendo unapoa mpaka kanisani, manake inafika mahala hatuna mahali pa kukimbilia. Lakini ukiwa unasoma maandiko, mtoto wa Bwana, utaelewa kwa nini kuna vitu kwenye maisha ni lazima vitokee, kwa sababu kuna unabii unatimizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaongea jambo jingine, akawa anasema haya ni majibu ya Yesu, alikuwa sio ya kwangu. Alikuwa anajibu, anawaambia, na kwa sababu ya kuongezeka maasi. Maana yake kwenye hizo dalili kutakuwa na uasi mwingi, na kati ya kitu mojawapo kigumu sana sasa hivi ni kugeuka kwa wana wengi wa ufalme wa Mungu kuwa kinyume na ufalme. Ndicho ambacho kinatesa. Lakini ukija kucheki ni mfumo wa adui unaotenda kazi kulingana na majira husika. Maana yake mfumo unajitahidi kufanya kazi ili kuwageuza watu, kuwafarakanisha na kitu cha ufalme wa Mungu. Ndio maana saa ingine mimi sipendagi sana mtu kuniambia, bro, tuko pamoja. Watu wanaweza wakakwambia tuko pamoja, alafu kugeuka huwaoni. Unaanza kuwaza ni kiroho, kimwili. Kwa sababu hata Yesu alimwambia Petro kabisa kwamba kabisa sitakukana. Na akamwambia, mimi Petro nipo tayari kufa kwa ajili yako. Saa ngapi Petro? Mara 3. Anaulizwa, na wewe ni mmoja wa hawa? Akasema, simjui kabisa huyu mtu. Akaenda tena sehemu nyingine, akauliza, mbona na kutembea unatembea kama wao? Akasema tena, akahama na kuhama hilo eneo, akasema mimi simjui. Alipokuwa anaongea akamuuliza tena mwingine, mbona na kuongea kama yeye? Biblia inasema akaanza kulani na kukana, akiwa anasema simjui mtu huyu. Lakini walikuwa wanatembea naye, wanafanya kila kitu na yeye. Maana yake Yesu alikuwa anajaribu kutuonyesha kwamba nyakati tulizopo na zinazokuja ni rahisi sana mtu ukawa pamoja na yeye alafu akaja kukugeuka. Na saa ingine anakugeuka mpaka unakuwa huamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hizi dalili hazipo kwa ajili ya kututisha, zipo kwa ajili ya kutuandaa ili twende tukaulisi ufalme wa Mungu. Ndio maana ni rahisi sana, kama una ufahamu mtoto wa Bwana, unaweza ukazani labda mtu anazaliwa, baada ya kuzaliwa anakuwa anaolewa au anaoa baadaye anakufa. No, maisha ni zaidi ya kufa. Ndio maana Biblia inasema mtu ajapokuwa ndani ya Kristo, mtu huyo ajapokufa ataishi tena. Nilikuwa na dada yangu mmoja, kati ya kitu alikuwa anaogopa kwenye maisha yake ni kuzeeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mpaka nikawa namuuliza kwa nini, anasema mimi naogopa kufa. Kwa nini? Alikuwa anajua akianza kuzeeka amekaribia kufa. Lakini nilishangaa sana baada ya kuja kuamua kujitoa kwa Mungu. Sasa hivi ukiongea naye anakuambia, mdogo wangu, hata kama Yesu akija sasa hivi nina uhakika nitaenda. Na saa ingine mpaka anatamani hata arudi sasa hivi ili amtwae. Kwa nini? Ana uhakika na kule anakoelekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Na Biblia, Yesu alijibu mambo mengi sana. Kitu kingine akasema kutakuweko na mafundisho potofu aina mbalimbali. Na hapa ndipo kwenye kasheshe kubwa ya kanisa. Watu wengi sana, ndio maana Yesu alisema msiziamini kila roho zinazowajia, bali zijaribuni kama zinatokana na Bwana. Na nilishangaa huko nyuma, saa nyingine sisi wazazi wetu walikuwa wanatukataza hata kusikiliza kila channel, mpaka nikawa namuuliza, mzee una shida gani? Sisi tunasikiliza tu. Akawa anatuambia neno ni roho. Akatuambia kuna kitu unapokipa kukisikiliza kinaweza kikageuza maisha yako kawa mfasi wacho. Ndio maana kwenye Ezekia anasema aliposema nami roho ikaniingia. Ndio maana hata wewe kuna watu ulikuwa unawachukia na uwapendi, lakini baada ya kuanza kuwasikiliza, kwa sababu neno ni spirit, walikugeuza ukawa mfasi wao na ukajikuta unatoka kwenye msingi wa imani. Ndio maana shida sio kutoka, shida ni kurudi. Tunakutana na watu wengi saa nyingine wamehama na wanatamani sana kurudi, lakini wameshindwa. Ndio maana mzee wangu anayenilea ni Mpale aliwahi kuniambia kwamba maisha ya wokovu ni kama barabara ya reli. Akasema ukihama reli, ikihama kwenye barabara yake, kuja kuirudisha gharama yake ni kubwa mno. Ndio maana Yesu akasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Je, chumvi kama ikikosa ladha tuifanye nini ili kolea? Akasema haifai chochote isipokuwa inatupwa chini na kukanyagwa na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbaya zaidi, adui akishamkamata mtu akamkengeusha, anamgeuza kuwa mfasi wa ufalme wake. Manake amekukengeusha, anakugeuza kuwa agenti wa mambo yake, na unakuwa tafuta na watu wengine kuwakengeusha. Ndio maana leo tunakutana na watu wana mambo magumu mazito, saa nyingine wanayotuelezea wala hayajajengwa katika imani. Lakini haya yote ni spiriti ya adui inayofanya kazi ili kukutoa kwenye msingi wa Kristo. Na ndio maana alisema shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwa taji yako kwenye maisha yako. Na saa nyingine tunapofundishaga na kuhubiri habari za kurudi kwa Yesu, mara nyingi sana huwa saa nyingine zinachekesha sana, kwa sababu Biblia inasema hiyo siku atakapokuja kunyakua kanisa lake, maandiko nasema atakuja kama mwivi. Hakuna kitakachokuwa kimebadilika. Biblia inasema watu watakuwa wanaoa na kuolewa, wanafanya kila kitu. Ndio maana usiache kufanya kazi unasubiria kuja kwa Yesu. Anasema hakuna kitu kitakachobadilika, lakini kufumba na kufumbua, atakuja kunyakua kanisa lake. Na hapo ndipo kutakapokuweko na kilio na kusaga meno. Na hapo ndipo kila mtu utajijua umejijenga kwenye msingi upi. Ndio maana saa inakuja kila mtu atajulikana amejijenga kwenye msingi upi kwenye maisha ya kwake. Hata kama ni mimi ninayekuhubiri hapa, kama sijajijenga kwenye msingi wa Kristo, ni kazi bure. Ndio maana hatupimwi kwa kuhubiri sana au kwa kutumika sana. Tunapimwa kwa kutumika pamoja na aliyetuita. Ndio maana kuna tofauti kati ya mtu anayefanya kazi ya Bwana na anayefanya kazi pamoja na Bwana. Yesu anataka tutumike pamoja na yeye, hataki tufanye kazi yake kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema wawili watakuwa wamelala, mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa. Wawili watakuwa safarini, mmoja ametwaliwa, mwingine ataachwa. Ndio maana watu tunawaambia watu nyakati hizi, kwa sababu dalili zinajionyesha kwamba Yesu
yupo karibu kurudi. Hata unapopewa lifti na mtu, kama hajaokoka, kama ameokoka na wewe hujaokoka, kaa vizuri, kwa sababu muda wote Yesu anaweza akaja akamnyakua, afu wewe ukabaki kwenye gari na hujui kuendesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ndivyo anavyosema, atanyakua, yani sekunde moja atanyakua kanisa lake ambalo ni mimi na wewe, ndio kanisa. Fikiri umeenda hospitalini unafanyiwa operation, wamekupasua na kukuchana, alafu daktari anayekufanyia operation ameokoka. Unashangaa amekuachia mavazi, yeye ameenda, wewe umebaki umechanwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kama ukikuta watu hawajajijenga vizuri, utashangaa siku hiyo watu watakuwa wanapotea. Utaanza kupiga, nimepotelewa na mume wangu ameenda kuchiti, kumbe mwenzako amesepa. Unaenda na ukiona unayempigia simu anapokea, ujue amebaki kama ulivyobaki wewe, kwa sababu wale ambao watakuwepo watakuwa wameshatoka. Bwana asifiwe sana. Ukiona labda rais wa Kenya au wa Uganda kama hajaokoka, ukiona anasimama kwenye taarifa za habari anasema, ndugu wananchi, kama mlivyosikia mataifa mengine tumepotelewa na watu, anayetangaza hiyo habari amebaki, na wewe kama unamsikiliza ujue umebaki kama alivyobaki yeye, kwa sababu wateule watakuwa wameshanyakuliwa. Na ndio maana ukijifunza kitu cha namna hii, mtoto wa Bwana, utakazana sana kwenye maisha yako kumtaka Bwana kwenye maisha yako. Duniani hatukai, na ndio maana watu wanazaliwa na kufa. Kama hujawahi kujiuliza maswali haya, gumu sana. Mimi profesa aliyetufundisha huwa anasema hichi kitu, aliwahi kuniambia kwamba mtu mmoja huko tajiri, nchi za nje, alikuwa tajiri sana, aliugua. Alipougua akawa anasema kwamba jeneza langu litabebwa na madaktari 4 bingwa, na alikuwa na kila kitu. Akawaambia, mtatoka mnadondosha fedha mpaka kwenye kaburi langu. Alafu akatuambia yule ndugu, huyu mtu alikuwa anataka kuifundisha dunia mambo mawili. Akasema, jambo la kwanza, pamoja na madaktari hawa bingwa waliobeba jeneza langu, hawajaweza kurudisha uhai wangu. Lakini jambo la pili, pamoja na fedha zangu hizi unazoziona ni nyingi, bado hazijaweza kununua uhai wangu. Na ndio maana vitu ulivyo navyo haviwezi kukuokoa. Daudi akasema, wengine watataja magari yao, wengine mafarasi zao, wengine sijui vitu gani, lakini mimi nitalitaja jina la Bwana Mungu wa majeshi kwenye maisha ya kwangu. Na ndio maana wakati wewe unajisifia cheo, unajisifia maokoto, unajisifia watu wako ulionao karibu, wenzako tunajisifia Yesu kwenye maisha ya kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana watu ambao waliamua kumpa maisha, akina Paulo wanasema kwamba kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Fikiri mtu mpaka anasema kufa ni faida, maana yake kuna kitu amekiona ndani ya kutembea na Yesu. Mewahi kufanya research ya wanafunzi 12 wa Yesu na vifo vyao na namna walivyokufa. Sikuona aliyekufa kivyepesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana alikamatwa, wanamwambia mkane Yesu, wakamweka kwenye pipa la mafuta huko Roma. Pamoja wamemloweka kwenye lile pipa, akatoka mzima. Ametoka mzima, si wakampeleka kwenye mnara gani, wakamsukuma ili akafe, bado hakufa. Ikabidi wampeleke kumtupa kwenye kisiwa cha Patmo, na Biblia inasema kule kulikuwa na baridi kali na njaa. Lakini kwa sababu kuna kitu Mungu alikuwa amembebesha, akawa anamletuma kunguru, anampelekea nzige na asali, anakula, na ndiko huko alikofunuliwa na kile kitabu cha Ufunuo. Na ndio maana huwa ninawaambia watu, saa nyingine kuna vitu vinatokea kwenye maisha yako unaviona kama mateso, kumbe vinakupeleka kwenye destiny yako, kwenye maisha ya kwako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana wengi akina Petro alisulubishwa kichwa chini miguu juu, lakini akiwa anaambiwa mkane Yesu. Mpaka unajiuliza kuna kitu gani ambacho walikiona ndani ya Yesu mpaka wanavumilia hivi. Lakini wapendwa wa leo, akilala njaa siku hii watajua watu wote. Na ndio maana leo hii unajiokoa kwa damu ya Yesu, mtu wa Mungu. Nyakati zitakuja utajiokoa kwa damu yako usipokubali kumtafuta Bwana. Kwa sababu baada ya kunyakuliwa kanisa, Biblia inasema ndipo kutakapokuweko na kilio na kusaga meno. Lakini wale ambao walitembea na Bwana watakuwa wanakula harusi, kalamu ya mwana kondoo, na kupewa taji juu ya kazi walizozifanya na kufutwa machozi. Kwa nini? Anasema naye atafuta machozi katika macho yao. Na ndio maana dunia ya leo hii ya nyakati za mwisho ni mbaya sana. Saa nyingine watu wanapitia mambo mengi sana. Yani tumejengwa kifikira ili ukae kwenye eneo fulani au kwenye nafasi fulani ni mpaka watu wakutoe machozi, wakuumize, ndipo waone una uhalali wa kuketi mahali hapo. Lakini Biblia inasema chochote anachopanda mtu atakilipia au atapata mshahara wake. Na ndio maana anasema tazama naja upesi kumlipa kila mtu na ujira wake. Hakuna kazi ulioifanya isiyokuwa na malipo. Ndio maana endelea tu kuumiza watu, endelea tu kujeruhi watu, endelea tu kuwatoa watu machozi. Na ndio maana kuna watu saa nyingine mko mahali hapa maisha yenu yamestaki, kwa sababu nyuma yenu kuna machozi ya watu yanawalilia. Huwezi kupiga hatua. Maana mimi niwahi kuambiwa kwamba mwanangu, ogopa sana kuzurumu mali ya mtu au kumfanya mtu atoe machozi kwa ajili yako. Ni mbaya sana. Kila chozi linalodondoka huwa lina malipo yake katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana hata usipolipia wewe, kizazi chako, watoto wako watakuja kulipa. Ndio maana si kila anayeteseka leo ni kweli alitakiwa kuteseka. Wengine wanateseka kwa sababu ya mambo waliopanda kwenye maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati ya kitu kataa, mtoto wa Bwana, kwenye maisha yako ni kitu cha namna hiyo, kitakukosesha mambo mengi kwenye maisha yako. Kataa. Na maana leo hii mpaka kwa sababu ya changamoto za dunia hii ya nyakati za mwisho, watu mpaka tunaweza tukakaa pamoja lakini tukawa hatuna umoja ndani yetu. Tukakaa pamoja lakini tunaogopana. Cheki kanisa la mitume. Biblia inasema walikuwa na roho moja na ushirika wa mambo yao yote, na walipendana. Walipendana na kusaidiana kila mtu na mwenzake na kutiana moyo. Lakini kwa sababu ya msimu na majira tulio nayo, adui anafanya hivi vitu kwa mifumo yake. Nia yake ni kukukosesha. Shetani anajua hana mbingu, ndio maana anapambana zaidi na wewe kukukwamisha. Na ndio maana kuna mtu mpaka aliimba, msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia. Akasema baba na mama wakiniacha, baba wakiniacha, mama wakiniacha, sitarudi.
Wewe unadhani aliyeimba huu wimbo aliimba tu? Aliona ameachwa na vitu vingi, lakini ikawa inafika mara mpaka anajitia moyo peke yake. Ndio maana huwa ninawaambia watu, nyakati tulizo nazo usisubiri mtu akupongeze, saa nyingine jipongeze peke yako. Umefanya kazi watu hawaja appreciate, saa nyingine jifunze kujipongeza peke yako. Ndio maana Daudi alipita kwenye mapito mengi sana na magumu, lakini kwa inafika mahali anaisemesha nafsi yake, anaiambia nafsi yangu, kwa nini kuinama? Anaiambia umgoje Bwana, utakuja kuziona fadhili zake. Kwa nini huyu mtu alianza kufanya hivyo? Alicheki akaona hayupo hata mtu mmoja aliyeko nyuma yake anayemtia moyo, akaanza kujitia moyo ndani yake ili apambane kufika alikokuwa anatakiwa kufika. Na ndio maana mpokee Roho Mtakatifu, kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema atatufundisha, atatufunulia, atatupasha hata habari ya mambo yanayokuja. Na Biblia inasema kipimo mojawapo cha wewe kwamba ni mwana wa Mungu ni pale ambapo unaruhusu kuongozwa na Roho wa Mungu. Wengine mko mahali hapa mnaongozwa na sauti za watu, mnaongozwa na sauti za ndugu zenu, mmekataa kuongozwa na sauti ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana kuna kusudi la wewe kuja hapa duniani. Hayupo aliyekuja kwa bahati mbaya. Kama kuna kusudi, jaribu basi mtu wa Mungu kutafuta kwenye maisha yako kwamba Mungu ameniita kukaa kwenye kitu gani, ili hata nitakaposimama mbele yake niwe na cha kujitetea au kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ngapi tunaelewana? Hebu nyosha mkono hivi kama tunaelewana. Haleluya. Ninakusemesha kitu ambacho kitakusaidia mtoto wa Bwana kwenye maisha yako. Mimi nilifika mahala nikawa ninajiuliza sana maswali, ndipo ambapo Mungu alianza kunisaidia kunijibu. Nikawa najiuliza, hivi mimi ni nani? Yanakuja tu maswali, najiuliza, hivi kwa nini nipo duniani? Hivi kwa nini mtu anazaliwa anakufa? Kuna sababu gani ya mimi kuendelea kuishi? Nikawa najiuliza maswali mengi ambayo sasa nikawa naona hata sina majibu yake, lakini Mungu alikuja kuwa ananisaidia kunielewesha, kunipa kujua vitu mbalimbali, na mpaka ilifika mahala nikajua nafasi alioniita kwayo. Na ndio maana saa nyingine ukishajua Mungu amekuketisha kwenye kitu gani, inatakiwa ufanye kwa bidii, kwa sababu kazi ya kila mtu itapimwa, itapitishwa kwenye moto. Kama wewe ulikuwa kazi yako ni kuchafua watu, utatoa hesabu. Kama wewe kazi yako ni kusema watu, utatoa hesabu. Kama wewe kazi yako ulikuja kuua vipawa vya watu, utatoa hesabu. Utamwambia Mungu, kwa kweli mimi duniani kilichonileta ni kufitinisha watu. Lakini Yesu akasema kuna hila nyingi ndani ya moyo wa mwanadamu, lakini shauri la Bwana litasimama siku zote. Tafuta kutembea kwenye kile Mungu amekuitia kwazo. Tupo mwisho sana, watoto wa Bwana. Siku moja msije mkasema sijawaambia. Na ndio maana saa nyingine unapoona Roho Mtakatifu anakuwa naweka himizo la watu kukaa kwenye maombi namna hii, anataka tuendelee kujiweka tayari. Ndio maana anasema tuiweke kando mizigo yote inayotuzinga upesi, ile siku isijikaja kama mwivi tukajikuta tumebaki. Fikiri mtoto wa Bwana unakuwa mtu wa kujitoa kwenye mambo ya Mungu na kufanya kazi za Bwana, alafu siku Yesu anarudi, alafu unabaki. Kwa maana anasema kwenye Mathayo, wengi watakuja kwangu na kuniambia, kwa jina lako tulitoa pepo, kwa jina lako tulifungua watu, kwa jina lako tulitoa unabii, kwa jina lako tulifanya hiki na hiki. Lakini yeye akasema, tokeni, siwajui kamwe,
Ndio maana kipimo cha utumishi wako au cha chochote unachokifanya ni pale ambapo unasimamia mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Ndio maana jiulize, mapenzi ya Mungu wewe kwako ni nini? Anachotaka Mungu ufanye kwenye maisha ya kwako ni nini? Wewe sinzia tu, sinafundisha unasinzia. Nikunywa chai ya maziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hatari sana kanisa. Ndio maana saa nyingine watu inafika mahali unawauliza, kwa nini unamtafuta Bwana? Nilikuwa siku moja kwenye huduma mahali fulani, Mungu akanipa hekima, akaniwaambia, hebu nataka nikufundishe kitu, simamisha watu 10 alafu waulize kwa nini wamekuja kwenye huu mkesha. Nikaanza mtu wa kwanza, shalom shalom mama. Kamuuliza, ni kitu gani kilichokufanya wewe mpaka ukaja kanisani au kwenye mkesha? Akasema, yani mimi mtumishi watoto wangu. Akasema good. Wa pili akasema, yani mimi mtumishi ndoa yangu. Akasema good. Paka wa 10 wanaelezea matatizo. Ndipo Mungu akaniambia, unaona hawa hayupo anayenipenda, wengi kilichowafanya waje kwangu ni kwa sababu ya matatizo walionayo. Ndio maana hata kuna watu walimfuata Yesu si kwa sababu wanampenda, ni kwa sababu alikuwa anagawa mikate. Yawezekana hata wewe umesema wiki hii kwa sababu kuna mtumishi fulani ndio unachangamka kuja. Danganye. Ndio maana kumtafuta Bwana ni zaidi ya kupewa vitu. Ndio maana huwa ninawaambia watu, tafuta kuwa na ushirika na Mungu wako. Mungu anajua wewe unataka hela, Mungu anajua wewe unataka nguo. Ndio maana aliwaambia, mimi ninajua, na akasema kama Mungu huyavika vizuri hivi maua ya kondeni, inakuaje nyie asiwahudumie na asiwavike? Maana yake Mungu asiyekuhudumia kwenye maisha yako amekoswa sifa ya kuwa Mungu kwenye maisha ya kwako. Na ndio maana Daudi akasema hajawahi kumwona mwenye haki ameachwa na Bwana. Maana yake moja ya sifa ya Mungu aliye hai, huwa hana mtindo wa kumwacha mtoto wake kwenye maisha ya kwake. Kwa nini wewe unaona umeachwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini sisi tumeona tumeachwa? Saa ingine kumbe shida haipo kwa Mungu, shida ipo kwetu. Ndio maana usimtafute Mungu anayetoa mikate, mtafute Mungu anayetembea na wewe. Paulo alikuwa na udhaifu, na Biblia inasema akamwomba Mungu mara ya kwanza na mara ya pili mwiba umtoke, lakini akamwambia neema yangu ya kutosha, kwa sababu inatimilika hata katika udhaifu. Na ndio maana saa ingine kuna watu wana mambo mazito wanatembea nayo kwenye maisha yao, lakini kwa sababu wana Mungu, udhaifu hauna nguvu kwao. Wanapogeuka wanamuona Mungu yuko pamoja na wao, tatizo linakoswa nguvu. Na kuhakikishia Mungu anaweza akakutumia pamoja na udhaifu ulio nao. Ndio maana udhaifu usiwe sababu ya kutazama sana. Unachotakiwa ni kumtazama Yesu na kumruhusu akae ndani yako. Na nielewa mtoto wa Bwana, na kuhakikishia kabisa utatembea na utatumika na utafika kwenye kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Na siku ya mwisho atakwambia, karibu mwanangu mpendwa, ingia na utapokea taji yako na utakaa pamoja na Mungu wako. Mungu si dhalimu kiasi hicho mpaka akakuacha. Si dhalimu kiasi hicho. Na ndio maana hawezi akakuita alafu akakuacha. Mungu hana sifa ya kumwacha mtoto wake. Mtoto ndo anaacha Mungu. Ndio maana tunapozungumza vitu vya hivi, jitahidi mtoto wa Bwana. Biblia inasema, lakini watakaovumilia mpaka mwisho wataokoka. Ndio maana Ibrahimu alilisi ahadi za Bwana kwa vitu viwili, imani pamoja na uvumilivu. Inawezekana wewe una imani lakini huna uvumilivu, kwamba Mungu anaweza akabadili maisha yako. Maana yake kukosa uvumilivu ni njia moja wapo itakayokufanya ukwame na uishie hapo hapo. Hata leo Mungu anaweza akabadili maisha yako, lakini pamoja na hayo jiweke tayari.
Yesu anarudi. Mwambie jirani yako, Yesu anarudi. Mwambie, nataka nikakuone kule. Saa ingine ninakaaga mimi mpaka ninaanza na kumwambia Mungu, kama unajua kuna kitu chochote ambacho kitanifanya nikengeuke au kinitenge na wewe, ni afadhali nisikipate kuliko kukengeuka. Gharama huwa ni kubwa mno. Nimekwambia moja ya changamoto iliyopo sasa hivi duniani ni kugeuka kwa wana wa ufalme wa Mungu kuwa kinyume na ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana na wengine wanageuzwa na mafundisho, kwa sababu Biblia inasema kwamba nyakati za mwisho shetani watu watajitenga na imani zao wakisikiliza mafundisho ya mashetani. Kumbe hata shetani anaweza kufundisha. Sasa ni nani atakaye kuonyesha huyu anayekufundisha ni shetani au Mungu, kama hujamruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yako? Ndio maana ni rahisi sana kujikuta unaingia kwenye kila mlango unaofunguka kwenye maisha yako. Mtoto wa Bwana, ulichonacho ni cha muhimu kuliko kawaida. Ndio maana ndicho ambacho adui anasaga meno, anataka kukikamata na kukiua ili ubaki debe tupu. Pambana, jitahidi uingie. Ndio maana yule aliyeimba tenzi namba 22 akasema, yule bwana mjinga alienda bila cheti, akakuta walinzi langoni, wakamuuliza cheti kiko wapi? Akamwambia sina, karudishwa. Uhusiano wako na Mungu kwenye maisha yako ni bora sana kuliko kitu chochote. Maana Yusufu alisema, bora kinitenge chochote kuliko kutengwa na Mungu. Na Mungu akishaona kitu cha namna hiyo hawezi kukuacha. Kuna vitu ninakwambia ukweli kabisa tunahangaika navyo, lakini haviwezi saa ingine kutuvusha. Lakini kuna vitu ambavyo ni rahisi sana tukiviapply vitatusaidia na kufika. Kila ufalme, huwa ninawaambia watu kila siku, na kanuni zake za kumhudumia mtoto wake. Ndio maana hata shetani ana principles zake ili akuhudumie. Ndio maana Yesu alimwambia, Bwana mkubwa, hizi mali zote ni zangu, lakini ukipiga goti na kunisujudia nitakupa, kwa sababu na mimi huwa ninampa kila ninayempenda. Maana yake hata adui ili aachilie baraka zake kwako, ni lazima ukubali kuanguka chini na kumsujudia. Ndio maana kuna watu yawezekana wanaweza wakawepo kanisani, lakini utajiri wao aidha hawajaupata kwa Mungu aliyeko kanisani, walienda wakapiga magoti kwenye miungu mingine ili kampa. Lakini hata Mungu wako inawezekana kukuhudumia na kukusaidia. Anaposema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, hamaanishi wache kufanya kazi, uanze kuomba kila siku. Maana yake uhusiano wako na Mungu uwe vizuri ndani yako, ili Mungu awe na nguvu ya kuprovide vitu kwenye maisha ya kwako. Kwa maana saa ingine kuna watu wako mahali hapa, Mungu amebadili maisha yao kwa sababu tu walimpa nafasi na kumwamini ya kwamba watafika, na amechange na wamebakiza tu ushuhuda kwenye maisha yao. Simama kwa miguu yako na waimbaji watatupa wimbo wa kuabudu. Rabashatalama. Kale nilitembe nikilemewa zambi, nilikosa msaada, kuponya mateso, usifiwe msalaba, usifiwe kaburi linalozidi yote.
Asifiwe
Yesu maisha yake, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, au ambaye anatamani kutembea na Bwana asubuhi ya leo, anatamani na anasikia kiu akimwambia Yesu, ninakutaka tena kwenye maisha yangu, tembee na mimi. Yawezekana umepita kwenye mambo mengi mazito na magumu. Inawezekana kabisa tunapoimba huu wimbo, naweza ukawa unapita hapa mbele, tutaimba kwa dakika chache tu ili kukusubiri wewe. Kuna faida mtoto wa Bwana ya kutembea na Mungu. Kama hujamkabidhi Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako maisha yako, naomba basi upite tu hapa mbele niombe kwa ajili yako, na baadaye tutaendelea na ratiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoimba huu wimbo, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango la mbinguni li wazi. Yesu ndiye lango hili, hata sasa ni wazi kwa wakubwa, Kama uko mahali hapo natamani kutembea na Bwana, pita tu mbele tuombe kwa ajili yako. Na maski yeye anasema, ukinionea aibu mbele za watu, na mimi nitakuonea aibu mbele za Bwana. Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango la mbinguni li wazi. Tulia maneno haya, sema: Bwana Yesu, asubuhi ya leo nimesikia neno lako, na hili ndilo ombi langu kwako. E Bwana, uwe na mimi, utembee na mimi wakati wengine wanapochoka na kukata tamaa. Unipe nguvu na neema ya kuinuka tena na kutafuta uso wako, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. E Mungu liye hai, kiu yangu ni kukujua wewe, ni kutembea na wewe, ni kuishi na wewe, ni kuwa na wewe. Usiniache wala kunipungukia, Baba yangu na Mungu wangu. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu, uniongoze, unisaidie, unitetee, unifunulie, unifundishe. Wewe ambaye ni mwalimu mwema, usiniache peke yangu. E Bwana, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. E Yesu, usimame pamoja na familia yangu na watoto wangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Chapia Bwana makofi ya shangwe.